Mimi naamini kila mtu ni kiongozi na kila mtu ni rais katika familia yake. Kwa hiyo wazazi katika familia zao wanatakiwa waact kama rais. Unajua rais anakuwa na maono kwamba anahitaji ndani ya miaka 30 nchi yangu ifike pahala fulani katika maendeleo. Sasa na wewe mzazi katika familia unatakiwa uwe na mtazamo huo sawa na rais, kwamba katika familia yako baada ya miaka 10, baada ya miaka 5 mnahitaji mfikie sehemu fulani, na hiyo mipango iwe analyzed na familia nzima itambue kwamba sisi mwelekeo wetu. Unahitaji umiliki kampuni. Kama wewe mzazi unahitaji uanzishe ukoo wako, kama wewe mzazi unahitaji uanzishe biashara kubwa, basi uambie bwana, sisi mwenendo wetu ni huu na tutapitia 1, 2, 3. Sasa wazazi wengi wanakuwa yale malengo ya familia anabaki nao yeye mwenyewe bila kushirikisha familia yake, basi hivyo anakuwa anakosa sapoti. Nafasi ambayo ipo unatakiwa ushirikishe watoto wako, ambapo hapo ndipo unatengeneza sasa mafanikio halisi, kwa sababu mafanikio yanahitaji ushirikiano, hasa katika ngazi ya familia. Kwanzia leo unaweza ukaandaa sasa utaratibu ule ambao unaoeleza bana, sisi dira yetu ya familia tunataka baada ya miaka 5 tuwe na madaktari. Sisi baada ya miaka 5 sisi tunahitaji hapa katika familia tuwe na mainjinia. Tunahitaji baada ya miaka 5 tuwe tunafanya biashara. Tunafanyaje sasa? Unatakiwa mtoto huyu akasomee injinia, huyu akasomee udaktari. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Tuangalia katika familia zile za watu kutoka kaskazini, ni watu ambao tuseme huu rais katika familia wameanza kufanya tangu muda mrefu. Napenda nizungumzie Wahaya. Umeona Wahaya ni watu ambao katika familia yao wana malengo, wanasema sisi katika familia yetu tunahitaji kila mtu awe na PhD. Baba anasema katika familia, anakuwa na sauti. Sasa wewe unatakiwa pia uchukue tabia hizi, wewe uwe rais wa familia. Mtoto kama anahitaji kuwa na ndoto fulani, let's say mtoto anahitaji yeye kuwa daktari, je, ni ndoto ya familia? Je, ni mwelekeo wa familia? Asijiamulie tu mambo kwa sababu, na kama basi anahitaji kuwa hivyo na italeta matokeo mazuri katika familia, basi utamruhusu, lakini lazima kile ambacho anachagua kipo miongoni mwa dira na mwelekeo wa familia, na yote yanaamuliwa na baba kwa kushirikiana na familia nzima. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema kwamba kila mzazi yeye ni sawasawa na rais katika familia yake, na ni ukweli kwamba hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akija hapo nyumbani kwako hana mamlaka yoyote, kwa sababu tayari amefika kwenye utawala mwingine, na hiyo ndio mamlaka yanavyoeleza. Basi kama anahitaji kuingia kwako, anahitaji basi kuomba ruhusa. Sasa wewe rais wa familia, baba ambaye unanisikiliza sasa, jambo gani ambalo unatakiwa ufanye? Kwanza unatakiwa upange mikakati halisi na mwelekeo wa familia yako. Wewe kama baba uambie familia yako, ikiwemo mke wako na watoto wako na wale watu wa karibu ambao upo nao, uambie kwamba baada ya miaka 30, baada ya miaka 25 tunahitaji katika familia yetu tuwe na madaktari, katika familia yetu tuwe na mainjinia, katika familia yetu tuwe na wafanyabiashara, katika familia yetu tuwe na wahasibu. Huo ndio mwelekeo wa familia yetu. Au sisi katika familia yetu tunahitaji tuwe na wakulima, basi uambie na uwe unafanya jitihada katika hivyo vitu, na isiwe kwamba wewe ilimradi tu maisha yaende, kwamba umechukua chakula umeleta nyumbani imeisha. Hapana, every man has a purpose. You have to show your purpose, you as a father. Sasa mwelekeo wa familia unategemeana na baba. Baba ukiwa ngangali, familia nayo itakuwa ngangali. Mimi ninachohitaji kila familia, kila baba atambue kwamba yeye ni rais wa familia na anapaswa kusikilizwa. Na pia usisahau kushirikisha wana familia, na uwe kila siku unawakumbusha kwamba dira ya familia yenu, mwelekeo wa familia yenu ni upi. Hii itasaidia sana kuhakikisha kila familia inapata maendeleo. Sehemu hii video kwa ajili ya kupata mafunzo zaidi jinsi gani sasa kutengeneza marais katika familia. Yani baba uwe rais, uwe unaheshimika. Tukutane kwenye video ijayo. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel yetu. Bye bye.